Vyakula vyenye mafuta mengi vina ladha nzuri na mara nyingi huchochea hamu ya kula zaidi, hasa katika maisha ya kisasa yenye vyakula vya haraka na vilivyosindikwa. Hata hivyo, ulaji kupita kiasi wa vyakula vyenye mafuta mengi unaweza kuleta athari mbalimbali kwa afya yako, kuanzia mabadiliko madogo hadi matatizo makubwa ya kiafya. Ulishawahi kujiuliza, hivi haya mafuta tunayoyala kila siku yanafanya nini kwenye miili yetu? Na je, vyakula vyenye mafuta mengi ni vipi? Hivi ni vyakula ambavyo vina kiwango kikubwa cha mafuta yaliyochakachuliwa, yani trans fats, na mafuta yaliyojaa saturated fats kama vile chipsi, mandazi, sambusa, kuku wa kukaanga, nyama ya mafuta mengi, pizza, burger, sausage, mayai ya kukaanga kwa mafuta mengi, biskuti, keki na kadhalika. Kwa kifupi ni chakula kilichokaangwa sana au kilichotengenezwa viwandani kwa mafuta mengi. Nini kinatokea ukizidisha haya mafuta mwilini? Hii hapa ni tathmini ya jinsi vyakula hivi vinavyoathiri mwili wako. 1. Mishipa huziba taratibu. Mafuta mabaya hujikusanya kwenye kuta za mishipa ya damu, yani cholesterol. Polepole mishipa inaziba na ndipo tunapoanza kupata pressure, stroke au hata mshtuko wa moyo ghafla. 2. Kuongezeka kwa uzito. Mafuta yana kiwango kikubwa cha kalori. Gramu moja ya mafuta ina takribani kalori 9 ikilinganishwa na kalori 4 za gramu moja ya protini au wanga. Kula vyakula vyenye mafuta mengi huongeza hatari ya kupata uzito kupita kiasi, hali ambayo inaweza kusababisha fetima. Fetima huongeza uwezekano wa matatizo kama kisukari cha aina ya pili, ugonjwa wa moyo na shinikizo la damu. 3. Kuweka shinikizo kwenye mfumo wa moyo. Mafuta hasa yale yaliyojaa, yani saturated fats, na mafuta yaliyochakatwa, yani trans fats, husababisha kuongezeka kwa lehemu au cholesterol mwilini, hasa aina ya LDL, yani low density lipoprotein, inayojulikana kama lehemu mbaya. Hii inaweza kuziba mishipa ya damu na kupelekea matatizo kama mshtuko wa moyo, kiharusi au ugonjwa wa mishipa ya moyo. 4. Mfumo wa homoni huvurugika. Mafuta mabaya huathiri usawa wa homoni, hasa za jinsia. Wanaume hupoteza nguvu za kiume. Wanawake hupata mizunguko isiyoeleweka ya hedhi. 5. Kudhoofisha mfumo wa mkumbo wa chakula. Ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi unaweza kupunguza kasi ya mmeng'enyo wa chakula, hivyo husababisha matatizo kama kiungulia, gesi na kuvimbiwa. Mafuta yanaweza pia kudhoofisha bakteria wazuri kwenye utumbo, hali inayoweza kuathiri afya ya mfumo wa mmeng'enyo. 6. Kuathiri utendaji wa ini. Ulaji mwingi wa vyakula vyenye mafuta unaweza kusababisha mafuta kuongezeka kwenye ini, hali inayojulikana kama fatty liver disease. Hii inaweza kusababisha kuvimba kwa ini, matatizo ya ini au hata kushindwa kufanya kazi vizuri. 7. Ni kuongeza hatari ya saratani. Ulaji mafuta mengi umehusishwa na kuongezeka kwa hatari ya baadhi ya aina za saratani kama vile saratani ya matiti, utumbo mpana na kibofu. Mafuta yaliyosindikwa kwenye vyakula vya haraka mara nyingi yana kemikali na viambata hatarishi vinavyoweza kuchochea ukuaji wa seli zisizo za kawaida. 8. Kuchochea mabadiliko ya kiakili na kihisia. Mafuta yaliyosindikwa huathiri vibaya utendaji wa ubongo. Tafiti zinaonyesha kuwa ulaji wa vyakula vya mafuta mengi unaweza kusababisha mfadhaiko, wasiwasi na hata kupungua uwezo wa kumbukumbu. Pia mafuta haya huchangia uchovu wa mwili kwa sababu ya kushuka kwa kiwango cha nishati baada ya kula. 9. Kupunguza kinga ya mwili. Vyakula vyenye mafuta mengi hupunguza uwezo wa mfumo wa kinga mwilini kupambana na magonjwa, jambo linaloongeza uwezekano wa kuugua mara kwa mara. 10. Kuongeza upinzani wa mwili kwa insulin. Ulaji mwingi wa mafuta huongeza hatari ya mwili kushindwa kutumia insulini vizuri, hali inayoweza kupelekea ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Insulini ni homoni inayodhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, na upinzani dhidi yake husababisha matatizo makubwa ya kiafya. 11. Tumbo kubwa, kisukari na saratani. Mafuta yasiyohitajika huishia tumboni, yani visceral fatty. Hatari kwa moyo, huongeza insulin resistance, yani kisukari, na hata hatari ya saratani ya utumbo mpana. Namna ya kupunguza athari. Chagua mafuta bora.
Badala ya mafuta yaliyojaa kemikali, tumia mafuta yenye afya kama mafuta ya mzeituni, parachichi na samaki wenye omega 3. Epuka vyakula vya haraka na vilivyosindikwa ambavyo mara nyingi vina mafuta yaliyochakatwa. Balance lishe. Hakikisha unakula vyakula vya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na mboga, matunda na nafaka zilizokobolewa. Fanya mazoezi. Mazoezi husaidia kuchoma kalori na kuboresha afya ya moyo. Punguza kula kwa mafuriko, kula kwa vipimo na epuka kula kupita kiasi. Kwa kifupi, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi unapaswa kudhibitiwa ili kuepuka athari mbaya za kiafya. Lishe bora na maisha yenye afya vinaanza na maamuzi madogo ya kila siku. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa za video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Vile vile unaweza ukalike, kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii.